Asante Mungu, 2024 ulikuwa ni mwaka mzuri sana kwangu. Nilifanya project nyingi sana binafsi na zinazohusisha watu wengine. Kwanza nilitembelea sehemu moja inaitwa Machipi Ifakara. Ni mabingwa kutengeneza pombe inaitwa Ulanzi. Lakini pia nilipata bahati ya kufanya product shoot. Kuna kituo cha kulea watoto yatima kinatengeneza hizi. Wewe mimi mwanzo mimi nimelelewa katika familia huko. Unapangiwa mlaba wako unapalilia. Mtazamaji, kweli mimi kama mkulima nafarijika. Aidha nitapata au sitapata au nitagawana ngedere, mimi sio mchoyo kiasi hicho na kubwa kabisa kwa upande wangu nilipata bahati ya kutembelea nchi moja inaitwa Ireland. International Airport Dar es Salaam, tulifly mpaka Doha. Sikumbuki muda tulifika pale, lakini najua ilikuwa ni usiku. Baada ya pale tukapata flight nyingine kutoka Doha mpaka Ireland. Nakumbuka tulifika majira ya alfajiri hivi saa 11. Anyway, hiyo ni international airport ya Doha, Qatar. It's intensive. For the first time, it was fun, you know. Baada ya pale tukapata flight nyingine kutoka Doha mpaka Ireland. Nakumbuka tulifika majira ya alfajiri hivi saa 11. Dublin. Tukachukua public transport mpaka Portlish pale tukachukua usafiri mwingine mpaka Mount Merrick ambako tulifikia kwa mara ya kwanza. Hapa mahali kuna baridi sio kwa kawaida. Public awareness. Wao wamejenga library nyingi sana mitaani mwao pale ambazo zina membership. And this is like a small kitchen and the bedroom, screen there, washroom, sitting room again. There is another room upstairs. Could be like baby room, shower, the window. So yeah, that's it. I think we can pay for it. Nilipata pia bahati ya kutembelea miji mingi sana Ireland, including Galway. Galway ni moja ya mji mkubwa pia Ireland pale. Nilikuwa nimeenda kutafuta sehemu ambayo nikaweza kukaa. Ndio kwa mara ya kwanza nafika sehemu mnakuta mmepanga foleni, wote mnaenda kuangalia nyumba hiyo moja ambayo nikiwa kwenye basi nikakutana na jamaa mmoja hivi alikuwa yuko so funny, you know. So cool. So this is how you get around from Galway to God no, I don't know where even I'm going, but I think I'll catch up with the traveling app which you've downloaded. So probably I'm gonna be fine. Who knows? I just met this good guy here. And me, look. Where are you from? I'm from Tanzania. Can I go back to your house today? What? Can I go to your house? To my house? Yeah. In Tanzania, in Africa? Yeah. Oh, your house in Ireland? It's you know, Mount Merrick? Yeah. Yeah, so that's... Can we go? Sure, if you want. Can we have a bed? Are you guys looking for a bed? Yeah. That's sex. Don't mind him. yuko na demu wake pa anatafuta chumba ili waende wakapelekane moto. So man, you're not serious. Okay, I've been just invited you. Na mimi siwezi kuinvite wewe mkafanya shughuli zenu. Na pale nipata train nyingine mpaka Portlish. It's a lot of trains and buses, and as you can see the buses, they are very very good quality like that one. My experience in Ireland, it was phenomenal. Nilipata nafasi ya kuweza kushoot baadhi ya vitu maeneo, lakini pia majumba yao ya makumbusho nilishoot. Kwa nikasema okay, I'll shoot some few of content as well. The beer. It is ni muhimu sana kujua kama baa zao, muundo wa baa zao ni indoors. Lakini from there nikakutana na rafiki yangu mmoja anaitwa Imet. Baada ya kukutana naye pale sasa, safari yangu ndio ilikuwa imekuwa kama imefunguka, kwa sababu huyu jamaa nilikutana naye Bagamoyo, alikuja kufanya short film hapa Bagamoyo, na tulishirikiana vizuri sana na tukafanya kazi kubwa sana. Kwa from there tukawa na urafiki mkubwa. Kwa nikamwambia bana, nina mpango wa kuja Ireland. Oh my god, you know, come in. Nikamwambia I'll be there. Kwa hiyo akanipitisha miji mingi, mitaa mingi, maeneo mengi sana, na yote pia nilipata nafasi ya kujifunza utamaduni wao, ustaarabu wao na namna wanavyoishi maisha yao kule. Ukilinganisha hali ya hewa yao ile ya ubaridi, lakini pia nikaweza kujifunza kuona na namna walivyostaarabika.
public transport inatumika mara chache sana kwa watu wachache sana. Naona, lakini mostly unless you train ndio unaweza kutumia watu wengi sana, sababu ya distance ya mahali inapokwenda unakuta mji, kwa hiyo inaweza kuchukua watu wengi zaidi kuliko buses. Most watu wana drive, they have their own car, which is good for them. Yeah, so it was nice, lovely, intense. Kwa binafsi naweza kusema mwaka 2024 ulikuwa ni mwaka mzuri kwangu, mwaka wa kujifunza vitu vingi sana, especially kwenye nchi za watu. Kwa hapa I was flying back to Tanzania. It was a long hour kwa sababu this time I had to take another way. Baada ya kulendi sasa, kwa sababu nilikuwa nimespend kule muda mrefu kidogo, nikakuta nyumba niliyokuwa naishi ina hali mbaya kabisa. Rafiki zangu wanasema tumeshakutana na nyoka hapa wengi sana, maana yake manyasi yamefika mpaka mlangoni. Kwa hiyo rafiki yangu Alvin na mimi kwa kushirikiana pamoja tukaanza kufanya kazi ya usafi mule, kupanga kila kitu, kuweka mambo sawa. Hapa ilikuwa ni safari ya mimi kwenda Kariakoo kununua baadhi ya equipment na surprise kwa ajili ya potential cleaning and decoration of my new studio. I just called new studio because I had it, lakini haikuwa kwenye ubora na kiwango kile ambacho nilichokuwa nacho toka awali. Kwa hiyo sasa hivi tulifanya interview na mkuu wa mkoa wa Pwani, tulifanya interview na wakuu wa wilaya wawili wa Kisarawe na wa Mkuranga. Lengo lilikuwa ni uzinduzi wa harambee inahusisha uchangiaji wa ujenzi wa ofisi ya CCM kwa Pwani. It was amazing. The work was good. The quality was really good. We had a full rig, full equipment, the lighting, the cameras. We used Blackmagic cinema camera, 4K, 6K. And we had the right setup, amazing decoration, background, you know, it was intense. Really professionally. We shot the background, we shot the cutaways, footages, and so on and so forth. Yeah, so nilipata pia bahati ya kufanya kazi na watu wa East Africa Crude Oil kwenye short interview of few staff talking positive about one of their staff member ambaye alikuwa amemaliza muda wake na anaondoka kuelekea nchini kwake. So hapa tulikuwa tunatengeneza documentary inayohusisha mambo ya kuhamasisha kilimo kwa ajili ya biashara na sio kilimo kwa ajili ya chakula tu na vitu kama hivyo. Kwa hiyo tukawa na hiyo shot za bibi akiwa anavuna, na nilikuwa nimeshoot shot zingine za bibi akiwa anapanda kwa kuona hiyo transition. So this was one of the documentary I did for Rafiki Institute before it died, but now there's no Rafiki anymore. I think there's something else. So yeah. Tossed in. Here was the day where I went to pick up my girlfriend from Spain. She was coming back in Tanzania. And here we are, living a happy life. Thanks for your time. Until next time.